na hatuwezi kukubali hiyo hapa. Hatutakubali hiyo hapa. Na ndio nikasema juzi Jumatatu, Faruk, ni lazima tuwe na watu wa kushika watu. Kama mtu mmoja anataka kupeleka watu kwa vifo, au arrested. Because hii sheria iko katika sheria zetu. Official Secrets Act, kwenda soma. Wewe ulipepa Biblia, ukadanganya Mungu, Mwenyezi Mungu nisaidie to run the government. And then you start contradicting the government policies, and yet you sit in the cabinet. You sit in the National Security Committee, and you create a departure. You should be arrested. There's no any country that can tolerate such a person. For the sake of securing the majority. Kiunjuri hiyo mlima ni yetu yote. Inaitwa Mount Kenya. Kenya, sisi ni wa Kenya. Mtu asituambie mlima, sisi watu wa mlima. Sisi ni watu wa wapi? Hata Kilimanjaro ni mlima wetu wa East Africa. Na bado shanzi sana. Na tena unajua kuna kijana kwetu, na naona hiyo kwa historia stories zingine, the boy who used to cry wolf. Yeye kwetu hadithi naendaga namna hii. Akienda kichaka, anaenda kuchunga buzi. Yeye anapanda juu ya mti, anaanza kulia akiwa juu ya mti. Ati chui anataka kumkula. Kijiji mzima inatembea, inakibia kwenda kumuokoa, ikikuta huko inakuta kijana ako juu ya mti anawachekelea. Akaendelea hivyo, kila wakati ako juu ya mti analia atakuliwa na chui. Siku moja chui akaja. Na kijana akalia. Watu walikuwa wamechoka na kilio huyu kijana, manake alikuwa anawadanganya. Siku hiyo kijana akakuliwa. Mzee naye alikuwa na tabia, anaenda kwa kichaka na mbuzi na ng'ombe zake. Yeye anasikia chui analia, anasikia the hyenas wanalia, anasikia hata simba analia. Yeye anaacha mbuzi kwa kichaka, anarudi kwa mtaa kula gumzo na wazee wenzake. Jioni kurudi, ng'ombe hakuna, mbuzi wamekuliwa. Alafu yeye anaenda kwa walinda pori kushitaki ati wameshindwa kuchunga mbuzi zake. Shida ni watu wa pori, washuga pori, ama shida ni ya mzee? Kwa hivyo tuwe na nia, na tukiwa wa Kenya kuangalia shida iko wapi. Ni kutengwa, ni kujitenga, ama ni kutengana. Tunafikiri tunatenda mema na tunajifuna. Lakini kuna watu wanafanya mengi na waongei. Ni kama kuku na ng'ombe. Ng'ombe nakamuliwa debe moja ya maziwa, anaenda pale tu analala, anaendelea tu na kuswaga ile ya baya konaye kwa tumbo. Lakini kuku anatega yai moja, analia kila kijiji najua ati ametega mayai. Hawa sisters wamejitolea eti kwamba wameacha raha zote za ulimwengu ili watutumikie. Eti wamejinyima hata familia, sisi ndio familia yao. Hiyo sikuwa naelewa. Ati hawa familia yao ni sisi. Na ndio naona wakienda huko nje wako na roho yote, na yale wanatenda ni ya muhimu, manake hawajibakishi chochote ndani ya roho, kwa sababu tayari ile wangekuwa naye ili wagawie wengine, ile roho yao yote hawana watoto, sisi ndio watoto yao. Nataka kuwashukuru. Tukiongea mambo ya amani Kenya, tukiongea mambo ya kushikana kama wa Kenya, na kuna vile tunataka kuishi pamoja. Na unajua kuna maneno matatu. Kuna kutengana, kuna kujitenga, na kuna kutengwa. Wewe ukiamua kujitenga, hujatengwa. Lakini watu wakiamua kukutenga, unaweza enda lalamika kwa sababu unatengwa. Na kuna ile kutengana, unaweza ita watu ili musitengane, muishi pamoja. Lakini watu wakiitwa, manake mnatengana, wanawaunganisha, wewe unajitenga tena, itafika wakati
watu watauliza kwa nini wewe tu ndiye umejitenga. Zungumzia siasa, lakini lazima tutenganishe Mwangi Kionjore na jamii ya Wakikuyu. Lazima tutenganishe Bwana Faruk na jamii ya Wakalenjin. Lazima tutenganishe Ijandi na Waluya. Ili nisije kuongea hapa kama Mwangi Kionjore niseme ni Wakikuyu wameongea. They are almost 10 million. Naweza zungumza kwa niaba ya wale nimedanganya hata milioni 1. Lakini kuna milioni nyingine 7 ambaye wanataka kuelekea njia yao. Naweza kuja hapa nidanganye jamii mzima. Lakini jamii itajiuliza huko mbele, wewe ulituambia ukweli ama ulitudanganya? Manake ukweli utatokezea. Kama unadanganya usiku, lazima ujue kutakuwa na mchana. Ukidanganya mchana, ujue kuna usiku. Kwa hivyo mimi nataka kuzungumza, niseme sisi mahali natoka, tunataka kuungana na Wakenya wengine, jamii zote siungane. Kenya haiwezi kuwa kabila moja. Kenya haiwezi kuwa mtu moja. Kenya ni ya sisi wote. Kenya inatutoshelesha sisi wote. Kwa hivyo yale yanaendelea huko mbele itaendelea. Sisi tutaendelea kukaa kwa serikali ya William Samuel Ruto. Bei ya ukabila hatutaki. Tunataka bei ya mahindi iweze kuimarika, bei ya chai, bei ya sukari, bei ya kila kitu ya kumsaidia mwananchi hawe juu, ndio iwe bei sawa sawa. Bei ya ukabila ni mbegu ambaye Baba Askofu mnafaa kujitokeza mapema na kulaani. Mimi nashukuru ile muungano ya wakubwa ya Catholic, wakati karama ikienda juu wanakutana mara moja na kusema serikali haifanyi vizuri hapa. Sisi tunaunga mkono. Lakini wakati pia watu wanaeneza chuki na nyinyi maaskofu mnanyamaza, hapo ndipo pia tunawauliza tafadhalini, Bishop Kimengich, mjitokeze, kwa sababu sisi tunataka kuishi kwa njia ya amani. Ukabila ni kitu mzuri ama ni mbaya? Sisi wote tulani ukabila. Tunasema shetani afanye namna gani? Yes, hiyo tu. Wewe mwenye unataka kujitokeza kuwa mkabila, kuja tangaza hapo Nairobi kwamba mimi ajenda yangu kubwa ni ukabila, uone kama utapikiwa kura. Tusilekeze watu waende wakunywe pombe. Unajua watu wakikosa mazingara mazuri wa askofu, yale mawazo watafanya ya haraka ni kuungana na wale walevi walio wengi. Na sisi tunataka tufurute walevi watoke huko wache kanisani. Ipo ndipo ama sio? Tupigane na maneno ya pombe. Kanisa pia inakataa pombe, serikali inakataa pombe. Sisi wote tushirikiane kama Wakenya. Mimi nataka kuomba wewe kama askofu wetu wa jimbo hii kwamba Tarbo imeanza kurudi nyuma. Tarbo ilikuwa na jina hapo mbele. Mimi nataka turekeshe hiyo jina ya Tarbo ishindane na Kenya ingine, tuwe namba 1 katika taifa letu la Kenya. Sasa nimeambia watoto ni 2,000 na kitu. Hiyo ni kusema ni mzuri, lakini tuwe na watoto ambaye wako mbele kwa kushindana kwa maneno ya elimu. Mimi nikiona hapa ninaangalia watoto wa Tarbo ambaye atakuja kuwa rais, anatoka hapa Tarbo. Mimi nikiona hapa nimeona mtu mwingine atakuwa Secretary General wa Kotu, anatoka hapa Tarbo. We will not accept kama viongozi ni kuuza ama kuuziwa ukabila. Let us not be the agents nor the buyers wa kitu inaitwa ukabila. Naungana na wewe na viongozi wote kwamba Mheshimiwa Ruto 2013 vile Mheshimiwa Malula amesema, mimi niliingia kwa chama cha Mheshimiwa Musalia Mudavadi, lakini immediately tuliingia bunge tukakuja kukaa na Mheshimiwa Ruto. Yeye ndiye alitukaribisha tukaingia katika serikali ya 2013-2017. 2017 mimi nikatembea na Mheshimiwa Ruto kwa chama chake cha Jubilee.
peke yetu na ndugu zangu ambao tuko nao hapa. Hakuwa na kitu inaitwa ukabila. That bit ilitusaidia tukatembea na yeye mpaka wasaa huu. Kenya ni yetu sisi wote, tushikane mkono pamoja, na yule ambaye atatuuzia uoga wa ukabila, shetani ashindwe, aende katika bahari ya kushindwa. Kumbuka maneno ya Bwana Yesu. Jinsi Superior General ni kwamba kati ya wale kanisa letu kwa mstari wa mbele wakiwahudumia watu wetu upande wa South Sudan, inaitwa Narurelia, na bado wako na kilometers ambao wako katika hiyo sehemu. Hata siku moja now see the lights. Yeah, he is